Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaangalia jambo linalosema umuhimu wa maombi ya nabii Ana, maombi ya mzee Simeoni, maombi ya mamajusi na wale wachungaji. Na tuliangalia umuhimu wa kwanza kwamba yale maombi yalimpa Mungu halali wa kuandaa watu sahihi wa kubeba jambo jipya Kristo. Na tulishaangalia kwamba yale maombi namna yalivyomwandaa Mariamu yule bikira, haikuwa rahisi kwake kupokea lile neno kwa sababu lilikuwa ni jambo jipya, halijawahi kuwepo, halijawahi kutokea katika jamii yake. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni ngumu kukubaliana na lile neno. Kwa hiyo maombi ndiyo yaliyomuandaa sasa. Manake mbingu, wale waombaji wakati wanaomba, manake Mungu alipata uhalali sasa wa kuendelea kuachilia nguvu zake na mazingira ya kumwandaa huyu bikira aitwaye Mariamu ili aweze kukubaliana na lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka niongeze pia mtu mwingine ambaye aliandaliwa, mtu sahihi wa kubeba lile jambo jipya Kristo, kwa ajili ya kuzaliwa kwa Kristo, ni mtu anayeitwa Yusufu. Tunapata habari hii kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 na kuendelea. Naomba nisome hapa. Biblia inasema hivi, Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18. Biblia inasema hivi: kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 19, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Kwa unaona Yusufu na yeye hakulipokea, maana alishangaa tu yule mchumba ambaye amemposa sasa, kabla hata hajakutana naye sasa kimapenzi alionekana sasa yule binti tayari ana mimba. Sasa hilo jambo kwake lilimshangaza, likawa gumu kulipokea. Lakini kumbuka sasa kwamba Mungu ndiye alikuwa anapitisha sasa jambo jipya hivyo. Sasa wakati anapitisha, manake watu wale ambao ameshawachagua sasa watu sahihi bila maombi, manake fikiria huyu Yusufu alikuwa amepanga kumwacha sasa yule binti kwa siri. Kulingana sasa na desturi za Kiyahudi, yeye alikuwa anaona hii ni aibu sasa. Hii ni aibu sasa. Maana unampa mtu mimba hata tayari bado hujamuoa, tayari anaonekana na mimba. Manake inakuwa ni jambo fulani la fedheha kwenye jamii na desturi za Kiyahudi. Kwa kaadhimu yeye kwa siri sasa, hapa ni kukimbia tu. Kwa unaweza kukuta jambo jipya mtu akasemeshwa either hata kwenye taasisi, kwenye nchi, kwenye kanisa, kwenye serikali, akipiga mahesabu anaona ili jambo hili nitaharibu hali ya hewa, ni heri tu nijiudhuru au nikimbie. Kwa anaamua saa nyingine kutoroka au kuomba ruhusa kidogo, kuomba likizo kwenda kupumzika. Kumbe anakwepa tu, anaona yani hapa hii changamoto iliyopo mimi mbona napata wazo la kutatua kwa namna hii, lakini akiangalia mazingira jinsi yalivyo anaona ngumu. Anaona hapana, ngoja nilikwepe hili. Kwa naweza akaazimia kukwepa jambo fulani ambalo liko mbele yake, kama Yusufu alivyokuwa ameazimia. Lakini cheki haya yale maombi ya wale watu ya wale waombaji yalivyofanya. Endelea mstari huu wa 20. Biblia inasema hivi: basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 21, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mstari wa 22, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao atamwita jina lake Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Mstari wa 24, naye Yusufu alipoamka katika usingizi alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Mstari wa 25, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Kwa unaona maombi yale ya wale waombaji yalienda sasa, manake yalimpa Mungu uhalali
wa kuachilia neema yake kwa watu sahihi. Akamchagua Yusufu. Wakati amemchagua Yusufu na Yusufu anataka kukimbia kulingana na kwamba ile ni jambo jipya, hajawahi kuona kwamba binti tumemposa tayari anaonekana na mimba, kwa akawa anajiandaa kutoroka, na Mungu kupitia yale maombi akawa anaachilia neema yake na nguvu zake na kumwandaa fikra sasa ziweze kukubali kwamba hilo jambo sio la kukimbia. Huo ni mpango wa Mungu. Mungu akatafuta namna ya kumsemesha. Kwa Mungu huwa haishiwi mbinu, atatafuta namna ya kumsemesha mtu kwa namna ambayo anaweza kusikia. Kwa Mungu hashindwi mbinu. Anaweza kumsemesha kwa kusoma maandiko, mtu mwingine anaweza kana soma maandiko, anaweza kumsemesha kwa kusikiliza mahubiri ya mtu, anaweza kumsemesha kwa namna mbalimbali. Kwa huyu Yusufu yeye alisemeshwa kwa njia ya ndoto. Mungu akamtokea kwenye ndoto akamsemesha kwamba usikimbie. Hili jambo linataka kuzaliwa. Ni mapenzi yangu mimi linataka kuzaliwa. Kwa na mimi nakwambia hivi, maombi ni ya muhimu sana kwa ajili ya kuombea taifa, kwa sababu yanampa Mungu uhalali wa kuandaa watu sahihi ili wawe tayari sasa kubeba mapenzi ya Mungu, kubeba mambo ambayo yanatakiwa kuzaliwa kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kwa usione tu kama unapoteza muda au unaomba tu hivi. Maombi yana kitu yanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Somo linaendelea.